nikageuka nikamwangalia, yani basi sijui mwanangu yule. Ukumfuatilia? Sikumfuatilia. Kwa nini sasa kumfuatilia dada? Yaani basi nikikaa peke yangu hivi ile picha inanijia. Nadhani nilikwambia kabla, ila kwa kuwa kichwa chako kigumu hauelewi, ngoja nikwambie tena kwa msisitizo zaidi. Yuli mimi sio ng'ombe wala sio mbuzi. Vile vile Juli mimi sio kuku kusema nitafugwa na binadamu muda wote. Alafu Seba, katika maisha yangu mimi sijazoea kukaa sehemu moja kama kitovu, wala sijazoea kukaa ndani kama vile utumbo. Yaani haiwezekani kwangu wala haitowezekana, na wala sio kwako tu. Yaani hili jambo halitowezekana kwa binadamu yeyote au kiumbe chochote kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu katika hii dunia. Nadhani umenielewa na tumeelewana. Yuli, sioni sababu ya kukataa hili jambo wakati wewe ni mtu wangu wa muda mrefu. Wakati nafikiria kuja kukuambia jambo hili, nilitegemea utalipokea kwa mikono miwili, lakini wewe unashangaa unakataa jambo hili wakati wewe ni mpenzi wangu. Kutakuwa na jambo. Mimi nashindwa kuelewa tatizo ni nini. Hakuna tatizo, hakuna shida. Maamuzi yangu ndio hayo. Yaani nadhani nimemaliza. Usitake mambo ya mengi. Hapana. Wakati mwingine maamuzi unayochukua, hebu angalia maamuzi yao unayochukua kwa nani. Kumbuka mimi nina muda gani na wewe? Mimi nina muda mwingi na wewe na sina mtu mwingine. Nilishakuweka moyoni mwangu kwa muda mwingi. Sina mtu mwingine wa kuweza kuanza kumwambia nakupenda nakupenda, sina hilo. Hivyo nakuomba badilisha maamuzi, maana sioni sababu yoyote ile, sioni jambo lolote lile litakaosababisha wewe kukataa jambo hili. Hebu kumbuka tumefanya mangapi mimi na wewe, nimekufanyia mazuri mangapi? Nadhani hatuelewani, na kama tumeshindwa kuelewana, na naona pia huna mada nyingine, huna maneno ya kuongea, unaweza kaondoka baba. Maana nishakwambia mtu, maamuzi yangu ndio hayo. Wewe unafanya hapo usielewe ni nini? Nishakwambia sitaki. Hapana. Sio kweli. Yule ninayemfahamu mimi na Juli niliyempenda wewe, Juli niliyempenda mimi, sio Juli anayeniambia maneno hayo. Kutakuwa kuna shida. Hebu kumbuka, hebu vuta picha, vuta kumbukumbu. Nimekufanyia mangapi mazuri? Ndio uchukue maamuzi magumu kama hayo, halafu kidole kimoja hakivunji chawa. Kwani unanichekesha wewe? Kwa akili yako kabisa mimi na kidole kimoja? Au nani aliyokongopea kwamba wewe uko peke yako? Wewe unaangalia Juli
Hichi. Mama, Njoo ufungue mlango. Marahaba. Kila siku nakwambia usio unaacha geti wazi. Unaona sasa watu wanaingia ovyo tu kama chooni. Kwa nini unakuwa uelewi? Kwa hiyo unaacha mlango wazi, watu wanaingia kama chooni tu. Wewe ujielewe. Mama. Marahaba, za uzima? Salama. Karibu mwanangu. Asante. Karibu sana. Upo? Hawajambo nyumbani? Hawajambo. Nisikie unaniita mama. Mwanangu, nilikuita. Nashukuru kwa kuitika wito wako. Nilikuwa na jambo. Siku nilipokuja pale nyumbani sikukuta katika hali nzuri. Najua una changamoto nyingi unapitia, lakini unaogopa kuniambia. Lakini mimi ni mama yako, hutaki kunificha jambo. Naweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine. Mimi nilikuwa naomba tu nikutie moyo. Usife moyo. Pamoja na changamoto nyingi ambazo unapitia, mkabidhi Mungu. Mweleze Mungu haja zako, atakuvusha katika kipindi kigumu ambacho unapitia. Muombee mama yako, usimchukie, usionyeshe chuki dhidi yake. Zaidi umwombee kwa Mungu, ipo siku atabadilika mama. Mimi nimeshamzoea mama. Nimeshamzoea, naishi naye vizuri. Jua mama ni mama. Hata aweje ni mama yangu, ninampenda. Na nimemzoea hivyo hivyo. Naishi hivyo. Kikubwa tu mimi ndio nilikuwa nakushauri mwanangu, sio kuonyesha chuki dhidi yake, lakini kikubwa tu mtangulize Mungu mbele, atakuvusha katika changamoto zote ambazo unapitia. Mama hata usiwazi, mimi mama yangu nimeshamzoea. Naishi naye hivyo hivyo. Ni vizuri kusikia hivyo, sababu ni watoto wachache wenye nidhamu kama yako kwako. Lakini ukipata changamoto yoyote mwanangu, usisite kuniambia. Mimi ni mama yako. Sawa? Mimi ni mama yako, usiogope kuniambia chochote ambacho unapitia. Nitakusaidia hata kwa ushauri. Asante mama. Sema wewe kama rafiki ya mama, ningekuomba wewe naongea naye. Namshauri. Mimi nitajitahidi kuongea naye zaidi na zaidi. Lakini cha msingi ni kwamba wewe tu mwenyewe usiwe na kinyongo naye. Atakapokuwa anakupa kazi, wewe una kama ni kawaida tu, anakufundisha. Huko ukimtanguliza Mungu mbele, unaendelea kumwombea kwa Mungu, ipo siku atabadilika. Asante mama.
Nasikia ushauri wako na nitajitahidi kufanyia kazi. Ya kwangu ni hayo mwanangu, nashukuru kwa kunielewa. Asante. Sema napita huko juu kwa kina James, kuna kitu nachukua mara moja afu nirudi nyumbani. Aha, basi hamna shida. Mungu akutangulie mwanangu. Asante. Haya, sawa. Shemu, nilichokuitia Michael ni kitu kimoja kuhusu masuala ya mirathi ya rafiki yako Frenki. Najua wewe ndo wakili wake na pia wewe ndo aliyekuchagua kusimamia. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue kwenye hii mirathi amemwandika nani awe mrithi wake. Aha. Rafiki yangu Frenki ina rasilimali zake zote. Kabla ya kifo chake alimsainisha mtoto wake wa kiume ambao ni mtoto wake wa pekee. Ndio alioniambia mirathi yake yote, rasilimali zake zote fanye najue chini ya uangalizi wake. Inawezekanaje sasa?